Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Bana, kama kawaida nimewaletea yule ambaye alikuwa akipiga mabao mawili afu wanamwambia hapo ni offside. Anaitwa nani? Mimi naitwa Dibali. Mambo vipi? Poa. Mzima? Kama kaa. Pole na mchoko. Asante. Okay, how feel, yani unajifeel vipi kwa kuchukua kwanza ushindi wako kwa siku ya leo? Nahisi furaha, lakini hii ni kawaida kwetu. Hivyo tunashukuru sana. Ni kawaida kwenu? Ndio. Na ni kawaida, kwa nini useme ni kawaida? Ni mara ngapi mnakuwa mnashinda mara kwa mara? Na vipi kwa kombe ya muhimu na ukika goli mtachukua? Mimi nazungumza ni kawaida kwa sababu hii ni mara ya 4 tunakutana na Hodari. Na nafikiri tumedroni nao mara moja, lakini mara 3 wote tumekuwa washindi. Kwa ndio maana nimesema hii ni kawaida. Kwa ni kawaida kwa mkikutana na Hodari kila mara mnakuwa ni washindi au sio? Ndio. Okay, na vipi labda uwanjani ulivyokuwa ukipata opportunity ukiweka bao lako wanasema kuwa ni offside, ulikuwa unajisikiaje? Pengine tunaweza tukazungumza ni masuala marefari, lakini mimi nilikuwa nimejiandaa kupata ushindi na nafikiri mliona kuhusu swala la goli ile ni kawaida, lakini offside ni maamuzi ya marefari. Okay, umekuwa ni mmoja kati ya wana sport kwa CD3 ambao wanakuwa wanacheza vizuri sana. Na vipi labda kazi yako yalikufundisha nani ambaye alikufanya kabisa unakuja kuwa na experience kubwa kiasi hiki? Kwanza kabisa mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndo alinipa kipaji changu. Hivyo nimekuwa mtiifu sana kwa kuwasikiliza walimu wangu na nahisi ndio maana nimefikia hapa. Ndio maana umefikia hapa. Ndiyo. Na vipi labda baada ya miaka 5 kwa mbele Dibali tumuone yupo sehemu gani? Tutegemea Dibali kuwa mtu ambaye anaongeza kipaji, lakini unajua hali ya kambi, sina uhakika kama mwaka utafika nitakuwa huko. Hauna uhakika? Tunakuona upo, utakuwa upo Simba pale au utakuwa kabisa upo Barcelona? Hamna. Nazungumza sita kuwepo kwa sababu mdogo hatua moja tunaweza tukafika. Okay, neno moja kwa wapinzani wenzenu. Wakaze sana, wafanye bidii kila wanapokutana na sisi. Wao wanahisi kwamba wanajiandaa na timu kubwa yenye viwango vikubwa ili kukabiliana na sisi. Unaweza kuwashauri neno gani wale ambao walikuwa lazy sana kwenye mchezo? Vile wazidi kuongeza bidii kwa sababu michezo kama hii huwezi kucheza kama vile unayochukulia ni ya kawaida. Hivyo basi inahitaji kila idara iweze kujikusanya ili kuweza kupambana. Okay, Dibali, kuna swali moja. Kwa uamuzi wa referee ambao wanafanya uwanjani, maybe unaweza kuwa unakuchukiza, maybe unaweza kuwa unaona hapa yupo sahihi. Vipi na ndio za kuja kwa referee? Mimi kuja kwa referee? Hamna, siwezi, naogopa kupigwa sana. Unaogopa kupigwa? Kwa nini unaogopa kupigwa? Kwa sababu hamna mtu ambaye huwa anaridhika na maamuzi ya referee, hajawahi kutokea. Kwa lazima nihisi kuna siku nitakula vibao. Kama kuna mtu ambaye anaridhika na maamuzi ya referee, na vipi alipokuwa anakataa mabao yako, ulikuwa haujaridhika wewe pia au sio? Ndio, sijaridhika, lakini nimekuwa mwenye nidhamu kubwa na ndio maana uliona mpira uliendelea, sijapata kadi ingawa nilikuwa naweka nyavuni, lakini wakiweka kwamba ni offside nilikuwa mtiifu. Okay, kuna wale wenzio ambao ukiwaambia ni offside wanakuwa wanabisha, unaweza kuwashauri neno gani? Kwanza mpira bila nidhamu na uhakika mtu hawezi kufika mbali. Lakini referee anapopuliza kipenga, kwa sababu tunajua kwamba yule ndo mfalme wa uwanja. Kwa referee anapopulizia kipenga lazima uwe mtiifu. Haina haja ya kusumbua au kufanya maamuzi mengine ambao yanaweza kukufanya usimalize mchezo. Okay, tunaelekea nusu finali. Unategemea hii kombe kabisa itakuwa ni ya kwenu au vipi? Binafsi mimi na uhitaji wa kombe sana kwa sababu toka 2022 nafikiri ndo tulichukua kombe ya JRS Cup, ambapo mimi ndo nilitoka mchezaji bora wa kambi. Mpaka sasa hivi timu yetu bado ina ndoto kubwa ya kuweza kupata kombe nyingine. Hivyo tupo kwenye malengo ya kufika finali, nafikiri nusu finali tutafanya vizuri. Okay, na vipi kwenye hii Kasako Cup round 4 unategemea kabisa kutoa hii kombe au sio? Uhakika kabisa. Uhakika upo? Uhakika. Okay, neno moja kwa wana Kasako Media. Wazidi kuwafuatilia, ikiwa kuna nafasi ya kusubscribe wafanye hivyo, kulike, kucomment ili channel yetu iweze kuendelea kuwa kubwa. Bana, nilikuwa na Dibali hapa, mchezaji maarufu sana wa CD3 aka Ghetto Boys, aliyepiga mabao mawili lakini alikuwa anasema ni offside kila mara, lakini kwa kuwa ni mchezaji mwenye nidhamu basi alikuwa akiridhika na maamuzi ya referee. Pia hapa ni Kasako Media, ni kwa Walker Style 73. Goodbye. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.